Bwana Yesu asifiwe, na kukaribisha katika channel hii ya Uvumbuzi TV. Unaweza ukasubscribe, ukashare, ukacomment kila ambacho umekiona. Na kwa majina naitwa Mwinjilisti Marugu. Katika siku ya leo nakuletea somo zuri sana ambalo litakufariji katika maisha yako ya kila siku. Somo langu la leo linasema kwamba furaha hatimaye. Furaha hatimaye. Unaweza ukafikiri kwamba ni furaha namna gani ambayo inazungumziwa hapa. Hii ni furaha ambayo Yesu mwenyewe alileta. Tukiangalia, tukirudi kule mwanzo kabisa, Adam na Hawa walipotenda dhambi, waliandikiwa adhabu na mateso. Lakini adhabu yao kubwa ilikuwa ni kifo. Lakini tunaona furaha inakuja pale ambapo Mungu anaamua kutokuwaua. Anawapa nafasi nyingine tena ya kuishi hapa duniani. Ndipo akawaleta, akatoa katika bustani ya Edeni ili waende katika nchi wakaijaze yote. Huzuni inaanza kwa sababu yule mwovu Ibilisi anajaribu kuwatafuta hao wa Adam au uzao wa Adam ili kusudi aweze kuangamiza kabisa, kwa sababu tayari yeye hana nafasi tena kule mbinguni. Anahitaji watu ambao wanamtumikia Mungu kuwapotezea furaha yao. Tunaona watu wengi sana katika Biblia walipitia changamoto, kiwemo ni Ayubu. Ni mmoja wa mtu ambaye alipitia changamoto kubwa sana kwa sababu moja. Jambo la kwanza, alifiwa na watoto wake, mifugo yake yote ikapotea, na yeye mwenyewe aliugua. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana, lakini ni imani iliyoje tunaona ni furaha kwa Mungu pia. Huyu mtumishi wa Mungu Ayubu anakuja kuwa na mali nyingi na anakuja kupona kwa sababu amemtegemea Mungu kwa kila hatua ambayo alikuwa akipitia. Leo nazungumzia furaha hatimaye. Yesu alikuja hapa kuonesha mwanga ya kwamba hapa duniani sisi ni wapitaji, na ndio maana hata yeye hakukaa sana. Tunatambua ya kwamba mwanadamu ameandikia kifo, na hicho kifo ni mauti. Yaani maana yake ni kwamba ukifikiria kwa haraka unaweza usielewe nini maana ya kifo, lakini maana halisi ya kifo ni kwamba unakata pumzi. Hakuna uhai, no living again, but it is only die. You be like a non-living since no anything, you sense nothing. But what is, there is a happy Jesus. Katika siku ya kupendekezea, jaribu sana kumfuatilia huyu Yesu, uone ni kwa namna gani alipokuwa kisha wa duniani alileta furaha kwa watu. Jambo la kwanza, aliponya wagonjwa waliokuwa wanapata huzuni kubwa sana katika maisha yao, lakini yeye kwa kuwagusa kwa nguvu zake aliweza kuwapatia furaha ya maisha. Vipofu walipata kuona, ni furaha iliyoje. Lakini analeta uhusiano mzuri baina ya watu. Hao watu ili kusudi aoneshe njia namna gani ambavyo sisi tunataka kuishi. Na ndio maana sisi binadamu tunataka kupendana kama Yesu alivyotupenda. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 4 anasema kwamba wapenzi na mpendane, kwa maana penzi latoka kwa Baba. Yeye asiyependa kumjua Mungu, maana Mungu ni pendo. Kwanza tupendane kwa pamoja. Kitabu cha Wafilipi 4 kuanzia mstari wa kwanza, sasa furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Ni namna gani Mungu anajaribu kutusaidia kwamba tufurahi, lakini nataka nikuhakikishia kwamba furaha hatimaye. Ni furaha ipi? Tukirejea katika kitabu cha, tumrejee nabii mmoja na nabii Yohana, ambaye ni nabii wa mwisho kabisa ambaye aliongea na Mungu mwenyewe katika kisiwa cha Patmo. Huyu ni mtume wa Mungu au ni mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyekuwa wa mwisho kabisa kufa. Na huyu alikufa kifo ambacho sio cha kinyama kama wanafunzi wengine, akina Stefano, akina Paulo, akina Petro, walikufa kifo cha kinyama kabisa. Lakini nakuhakikishia kwamba huyu mtumishi wa Mungu alikufa kifo chenye furaha na sio chenye mateso, kwa sababu alikamilisha kazi ya Yesu aliyokuwa ameitiwa hapa duniani. Tukiangalia kabisa huyu Yohana, walianza kumtesa, walimtesa, wakaona wakamtupa katika kisiwa cha Patmo. Walipoenda kumtupa walikuwa na imani ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu atakufa hakika, kwa sababu sio yeye tu wa kwanza kupelekwa kule, bali walikuwepo wengi sana ambao walikuwa wanapelekwa kule, na walikuwa hawarudi. Walikuwa wanakufa kwa njaa, walikuwa wanakufa kwa mateso makali, kwa wanyama wakali, kwa baridi kali, na walikuwa wakifa wakipoteza maisha kabisa. Lakini Mungu
alivyo waajabu kabisa, walipokuwa wakitaka kumwekea maisha magumu huyu mtumishi wa Mungu, ndipo ambapo sasa Mungu alikuwa anatumia hiyo fursa kuongea na Yohana. Alimfunulia kitabu cha Ufunuo ambao kinaeleza namna gani dunia itakapoelekea na mwisho wa dunia utakuwaje, na baada ya haya yote dhiki ya dunia nini kitatokea. Mtumishi wa Mungu Yohana, ukisoma kitabu cha Ufunuo ile 21 na ule mstari wa kwanza, anaanza kuzungumzia juu ya utukufu wa mbinguni wa jiji zuri la Yerusalemu. Tena anasema nikaona bahari, kumbe akasema kwamba na bahari ndani yake hakuna. Unafikiri kwa nini huyu mtumishi wa Mungu alisema kuhusu bahari? Aliona kama vile kuna bahari, lakini hakuelewa ni bahari ya namna gani. Alichukia sana bahari kwa sababu bahari ni sehemu ambayo huyu mtumishi alipitia mateso makali sana, na hatamani tena kusikia neno bahari. Lakini alipojaribu kuchunguza mbinguni, akaona kumbe kuna bahari ya kioo. Haleluya, mtu wa Mungu, kuna bahari ya kioo, sio kama ile ya kwa Yohana. Yohana alifurahi sana kuona hicho kitu, ya kwamba kumbe kule mbinguni hakuna tena bahari ya namna hii ambayo inampatia mateso kwa wakati ule. Kwa Yohana alifurahi sana. Kwa anajaribu kukita Ufunuo 22, kisha nikaona nchi mpya na mji mpya kutoka mbinguni, Yerusalemu uliopamba kama bibi harusi ukishuka kutoka mbinguni. Tunaona kumbe ni makao ya watakatifu ambao wameamua kumtafuta Yesu na kumtumikia Yesu na kufuata yale ambayo na kuishi yale ambayo Mungu anayahitaji. Kwa kumbe ni kupendekeze katika siku ya leo kwamba kuna mbingu mpya ambayo imeandaliwa kwa watu ambao wanamfuata Yesu, na watu hawa sasa watakuja kufurahi na Yesu kule mbinguni. Na katika siku ya ufufuo wao kutakuwa na furaha kubwa sana juu ya watu ambao wataendelea kumtumikia Mungu na kuvumilia mateso. Lakini kutakuwa na huzuni kubwa sana watu ambao wanatenda dhambi, hawataki kuungama dhambi zao, wanaendelea kuishi maisha ya dhambi. Maisha hayo hawayaachi na wanaendelea kuyang'ang'ania. Kutakuwa na huzuni kubwa sana, na hao ndio ambao watakulia kama milima tupondeni, kwa sababu hawatastahili kuona utukufu wa Mungu tena, kwa sababu wameuasi. Mungu anasema kwamba kutakuwa na sabato mpya, na sabato mpya, nchi mpya, hata mpya, nchi nyingine zote zimekwisha kupita. Ukisoma Isaya 66 kuanzia mstari wa 21, 22 anaeleza hayo mambo. Kwa hiyo ndugu yangu, nikupendezea kwamba duniani kuna maisha magumu sana, lakini mbinguni kuna yale maisha ya furaha maisha ambayo hayana yule mwovu ibilisi. Ni maisha ya kufurahi na Yesu wetu Kristo aliyetukomboa hapa duniani. Ni jitihada zangu mimi na wewe kuweza kuyaishi yale ambayo Mungu ameyahitaji. Ukishindwa yote, shika amri 10 za Mungu, na huo ndio msingi wa imani. Ukishindwa kushika Biblia yote, shika sheria za Mungu, na hapo ndipo kuna ule utakatifu, kuna ule namna kushika neno la Mungu. Kwa hiyo nikusihi sana mtu wa Mungu, fuata nini Biblia inasema na sio mtu anasema nini. Barikiwa sana.